Nimekuita hapa nikuelekeze. Unajua wewe umeshakuwa tayari hapo ulipo, ukosi miaka 21. Hivi ukiangalia kwa umri ambao kuwa nao wewe, kuendelea kukaa kwa wazazi, ufanyi kazi yoyote. Pia hata jana nilikuona ulipokuwa ukiomba pesa kwa baba yako. Hivyo basi wewe ni kijana ambaye ni mvivu, ambao usioweza kufanya kitu chochote. Umri huo kwa vijana wengine wanajishughulisha, wanamiliki mabiashara makubwa, wanamiliki magari, wanamiliki majumba. Sasa wewe bado unaendelea kujibanabana nyumbani kwenu. Ona kama mimi, kijana wangu Leonardo yuko mjini mpaka sasa. Kila siku ananitumia 10,000, 20,000. Hiyo ndo faida ya kuzaa watoto wenye akili. Nadhani wewe haziko vizuri, kwa maana kwa umri uliokuwa nao wewe sio kuendelea kukaa nyumbani. Jishughulishe basi, na wewe nenda mjini ukafanye kazi kama nazozifanya mwanangu. Sasa hivi ninasikia mwanangu kaunua bonge la mjengo, na muda wote ananijia tunaenda huko. Sasa wewe mzee, nikafikiri umenitia vitu vya maana. Unataka nikajitegemea ili nife? Utakuwa unanionea donge wewe mzee. Wewe mzee mdwanzi. Kwanza mambo ya familia yanakuhusu nini? Yaani kwanza mtoto mwenyewe anavaa mashati makubwa na wewe mzee unavaa masuruali makubwa. Yaani wote ndo wale tu. Fulu kuigana tu. Yaani kwanza wewe mzee, yaani wewe si umevuta bange. Hivi nimekosea kukupa ushauri wewe? Mbona unataka kunizoea? Afu mzee, mimi na siri, sijui nikwambie au niondoke tu na siri yangu? Subiri hapo tafadhali, kaa. Inaonekana kijana una siri nyingi. Ni siri gani hiyo? Siri yenyewe ipo hivi mwanao Leonardo ukimtazama hivi mnafanana kweli? Kwanza hii nikimtazama kwa kimakini kabisa, pua yake imesimama kama msumari. Nikiangalia ya kwako tafikiri ilipigwa na, yaani sio ilifanyweje, ilipigwa kofi na Mungu wakati sio anakubumba. Kupa siri sasa hiyo. Yule mtoto atakuwa ni wa Msomali. Kwa Msomali nilikuwa namuonaga kipindi hicho, sio akana anamtaka sio kaka yake. Akana jifanya kabla kaka yake. Yaani yule